Barabara kabisa mpenzi mtazamaji, shukrani kwa kuwa pamoja nasi. Jina langu ni Daniel Gishuri. Karibu station yetu ya Danjik TV. Ya kwanza ningetaka kumshukuru Mungu kwa yale mambo ambayo ameweza kutenda na kufanya muujiza, na tena ningetaka kuwashukuru wale ambao tumekuwa tukiomba. Wengi wamekuwa wakifuatilia story ya Judith Mola. Kuna wale ambao waliona ile video ambaye alikuwa mgonjwa akililia Iraq, na hivi tunavyoongea na wewe Mola shafika Kenya, na tulikuwa tukutane airport, mawasiliano tukapoteana kimawasiliano, lakini baadaye tumeenda na tukapatana, tukaingia moja kwa moja hadi kwa mazungumzo yetu. Tena ningetaka kumshukuru Pauline wa ofisi ya Rahab. Pauline, may God bless you. You have done a commendable job. Nakumbuka hata tukiwa kwa airport tulikuwa tunawasiliana, umefuatilia mpaka ukahakikisha ya kwamba Mola amefika mpaka mkononi mwa Danjik, na hali yake nimeona ni mzuri. Mungu akubariki. God bless you. Kwa majina naitwa Judith Mola Macho kutoka Kisii. Nilikuja hapa mwezi wa 10 mwaka jana. Alafu nimekaa miezi 8 hapa kwa madam wangu mahali penye nilienda nifanya miezi 7. Alafu nimekaa kwa ofisi mwezi moja na wiki moja. Sawa, nashindwa. Nimeambiwa niende nyumbani, lakini madam hataki tu niende. Ananichukua kila ofisi, ananipeleka kila ofisi, ananificha huko. Januari wakati nilikuwa kwa madam yangu nilikuwa vizuri. Wakati ilifika Januari nikamwambia sasa madam nimesikia vibaya, akanichukua hospitali. Alafu nikapimwa ugonjwa, nikapatikana cold and flu. Nikapewa dawa but sijawahi pona tangu siku hiyo. Nikaenda mwezi wa 2 tena hospitali, hata hakuna kupona. Tena nikaenda mwezi wa 4. Sawa, madam akamwambia huyu mwenye amenichukua huko kwake akuja anichukue alafu anirudishe nyumbani. Madam hataki kusikia. Madam anataka nifanye kazi. Sasa nashindwa. Na vile mwili wangu umeisha. Na style yenye nakaa hata nikirudi nyumbani hata wazazi wangu watasalia vile nimekaa. Sasa nashindwa chenye nitafanya. Na anataka kunibadilisha sasa hizi ofisi. Badala ya kunichukua nyumbani, na amenipromise eti nitaenda nyumbani. Kila wakati ananiambia eti nitaenda nyumbani. Hata mahali penye nilikuwa kazi walikuwa wasalipa hata tiketi eti ninaenda nyumbani. Lakini kulipa tiketi, kumbe madam mahali penye nilikuwa nafanya na huyu mwenye niko hapa kwa ofisi walikuwa wanaambiana eti nisiende nyumbani, nikaa hapa. Sana shinda chenye nitafanya mpaka saa hizi. Please nisaidie. Hata TV nimeshawekwa, nastahili kupatikana nyumbani, lakini yeye hataki hata kusikia. Kila siku wanasema eti nimesafiri. Hiyo ndio imekaa wimbo wao. Hata sijui ni nini wanataka nifanye. Saa TV kitangaza eti naenda nyumbani, wanasema ameenda nyumbani. Ikitangaza wanasema nimeenda nyumbani. Kila siku imekaa amesafiri. Mpaka sasa nimeshindwa nilisafiri lini na niko hapa. Nilikuja hapa mwezi wa 10 2018 kufanya kazi Iraq. Sasa nimeshindwa, nishakaa mgonjwa. Tangu Januari nakunywa madawa lakini hakuna kupona. Nashinda sasa nifanye nini, sababu hata nikiambia madam aongee chochote. Sasa hata TV sinatangaza eti niende nyumbani nisipatikana hapa. Madam anaambia hao watu wenye wako hapa sijui ni wakuu wao eti naenda nyumbani. Ana promise kila siku naenda nyumbani. Sasa nashangaa naenda nyumbani na niko hapa. Chenye nashindwa. Wanataka nifanye kazi hata nguvu sina, zimeniishia. Kuambia naenda nyumbani wananiambia nilipe $5,000 za Amerika. Sasa nashindwa hizo $5,000 mimi sikupatiwa $5,000. Sasa nashindwa hizo pesa zote ni mimi nimekula ama nini? Hata madawa nishakunywa. Nimepima ugonjwa lakini hakuna, wananiambia eti hakuna ugonjwa. Sasa nashindwa hizo mashini sawa zinatumia nini? Hata sijui siko accurate. Chenye naomba nisaidie tafadhali, sababu mwili wangu umeisha kabisa. Kila siku promisiwe tunaenda nyumbani na ninabadilishwa kila ofisi. Mimi nimechoka mahali penye nimefikia. Kwa kweli nisaidie. Hakuna lingine la kufanya. Sababu nimekunywa madawa hata mengine sijui ni ya nini na hakuna ugonjwa napatikana nayo. Nishapimwa naambiwa hakuna ugonjwa.
So nashinda ni ugonjwa gani niko nao mimi mwenyewe, nasikia ni mgonjwa, hata nguvu zimeniishia. Tafadhali naomba unisaidie kwa kupenda kwako. Hata sasa nauliza ni nini kilinileta hapa Iraq. Nashinda wakati mtu unakuja poa, alafu anakuambia nini kulikuleta hapa Iraq. Alafu ukifika ukikaa mgonjwa hataki hata kujua. Jambo mtazamaji wa Danjik. Ya kwanza ni kuwashukuru wote ambao wamekuwa wakiomba pamoja na sisi. Ni kweli tumeona mkono wa Bwana na Bwana amekuwa pamoja nasi. Leo tena ni siku nyingine ya furaha ambapo tunaelekea airport kwenda kuchukua Judith Mora, alafu aelekee kule Kisii County. Mungu awabariki na tuzidi kuombea wale wengine ambao wamekwamilia huko Iraq na sehemu zingine huko Middle East. Thank you. Idero kogerito hana barenene kabago ikara kwa Ngai ni kuri umithio ikore agotuka tigo kiaga maundu ni macenjagio getwo muranime ikare kwa ikayego cibie ibaria majaragirira magegeare naria mahuthagia muno mondekete irio tondu Ngai ndayagarutha kirathima. Salimia kwanza. Sasa hebu salimia kwanza mtazamaji. Habari mtazamaji mpendwa. Kwa majina naitwa Morati. Kutoka Kisii. Nilikuwa Iraq. Lakini sasa nisafika nyumbani. Hebu tuelezee. Nilikuwa naona tu kilia ukiwa Iraq. Nini ilikuwa mbaya huko? Huko mateso ni ngumu. Na mwanzo hakuna embassy huko ndio. Bila hakuna embassy. Sasa kwanza mwanzo Africans hawana embassy Iraq. Ndio mateso yanakata kali huko. Sababu wanasema wewe ni kazi yako ni ya kununuliwa. So unapewa 1500 kwa Iraq. Sisi wanapewa unanunuliwa naenda. Sasa ukienda kufanya kwa nini ukilemewa ukirudi tena unauzwa tena kwingine. Lakini ukilemewa kaa uko mgonjwa hapa hawataki kujua. Hapo ni kitu sasa. Unajua hapa chenye ulikuja nifanya kazi, hata kuwaonjwa hapa, lazima ufanye kazi. Ulienda huko mwaka gani? Nilienda 2018. Umekaa miezi ngapi? Nimekaa miezi 8. Na kwa hiyo miezi 8 umefanya kazi miezi ngapi? Nimefanya miezi 7. Miezi 7. Kwa hivyo mwezi mmoja ndio umekaa kwa ofisi. Sasa hiyo 7 umekuwa ukilipwa? Hakuna kuibwa. Hapo sasa ni kukaa na Mwana umekuja usiseme hakuna pesa. Usiseme mwana umekuja bila kitu. Ukaa huko na kukula. Sasa hebu niambie mwana. Na hiyo kazi ulikuwa unafanya nani alikuwa analipwa? Hiyo miezi 7. Hiyo miezi 7 mahali nilikuwa nafanya kazi nilikuwa nalipwa. Lakini sasa kurudishwa ofisi hapa hawakujui. Pesa ulikuwa unapewa? Ofisi. Ofisi nani akupea pesa? Na pesa ilikuwa inaenda wapi? Sa ofisi hakuna. Wewe unakaa hapo unakula. Unangojea kuuzwa. Bora ulikuwa unauzwa? Huko wanauza watu kama ng'ombe. Na kwa kitaka ukiuza leo, ukitoka huko tena usiku unaenda. Na huko kazi yao ni kufanya kazi. Sasa kuna kitu umepata Iraq? Nimesoma. Nimesoma kweli. Pesa hukupata? Pesa hakuna. Ukirudisha ofisi kama hakuna kufanya kazi, hapa hakuna pesa. Ukiuza mahali penye unaenda kufanya kazi unapata pesa. Kama kuna wengine wenye wanarudi ofisi, hata anakaa miezi 2 hapo. Kama hutachukuliwa, hapo ni kukula na kulala lakini hakuna pesa. Hebu tuelezee ni mashida gani umepitia ukiwa Iraq? Shida ilikuwa nini? Hapo nilichukuliwa hospitali, madam mwenye maata nilienda kufanya kazi. Lakini kutibiwa hakuna ugonjwa. Nilipimwa yenyewe nilipimwa. Na hospitali nilichukuliwa. Lakini kunipima hakuna ugonjwa. Mimi mwenyewe nasikia niko mgonjwa. Nikiambia madam niko mgonjwa, anakuambia twende hospitali na ukipimwa hakuna ugonjwa, unaendelea kufanya kazi. Lakini madawa unapewa. Na ugonjwa huna lakini unapewa dawa unakunywa. Hiyo ndio shida. Sasa kuzidishiwa nguvu, kaambia sasa hakuna haja. Afadhali nipe tiketi yangu niende nyumbani.
Huyu madam mwenye nilikuwa nafanyia kazi, yeye akasema kama unataka kwenda nyumbani niambie. Na tunaenda lakini mwenye aliniuzia hataki kwenda. Mbona ulikuwa umeuzwa? Si ni kuuzwa kama ng'ombe. Huko ni kuuzwa kama. Wasichana wanaendanga kuuzwa huko? Ni kuuzwa. Na unauzwa usiku, sio mchana. Mchana hawafanyi biashara. Wanafanya biashara. Usiku? Usiku. Sasa vile nilikuwa mgonjwa. Mimi nilikuwa nasema kama nimekaa mgonjwa na mmekataa siendi nyumbani. Wakati sasa nikufia hapa. Kama mmekataa nimesema nikufia hapa na msiki niseme nipenda. Wakati sasa nikae. Sasa huko umeuzwa kwa nyumba ngapi? Sio sasa nikuuzwa kwa nyumba. Nilikuwa nafanya nyumba moja peke yake. Alafu hao watu wakasema ndio mmekaa hiyo hauna nguvu na usuli. Afadhali uende nyumbani. Hata tiketi ilikuwa ishakata mwezi wa 5. Na bosi wangu. Hebu nikuulize. Ulipotoka hapa Kenya. Ulikuwa umetoka Kisii? Nilitoka Kisii. Kwa Iraq. Ulijuaje kuna kazi Iraq? Nilikuwa na madam mwenye anaitwa Tei. Ndiye alinichukua huko. Akakwambia kuna kazi Iraq. Kuna kazi Iraq. Ukaletwa Nairobi. Sasa madam mwenye anaitwa Tei ndiye alinichukua airport. Kufika airport aliniacha huko. Akanipatia passport yangu na visa. Na tiketi nikatoka. Kufika sasa huko airport ya Iraq tukakaa huko kutoka saa 5 mpaka saa 5 ya usiku. Saa 5 mchana mpaka saa 5 ya usiku. Sasa huyu alikuwa agent hapa ama ni? Alikuwa agent hapa. Huyo mwenye alikuchukua Kisii. Ako based Kisii ama hapa Nairobi? Ako Nairobi. Na alikochumuaje Kisii? Hapo sasa kuna msichana mwenye tulikuwa na yeye. Kuna msichana mwenye alikuwa anakuja hapa Nairobi. Sasa alikuwa saa mjua. Yaani kasini yangu. Sasa bila tulikuwa na yeye tulikuwa Lebanon pamoja. Bila nilirudi akasema kama unataka tena kuenda mahali. Kuna madamu hapa mwenye anataka kufanya nini? Kuchukua wasichana. Si nilikuwa nataka kwenda. Sasa nikasema afadhali nitoke. Ulijua unaenda Iraq? Madamu aliniambia unaenda Iraq. Bado sikuwa najua Iraq. Ulijua kuna embassy? Sikuwa najua. Mshahara uliambiwa unaenda mshahara pesa? Sikuwa najua. Uko ambia unaenda mshahara pesa ngapi? Mbona ulitoka tu kwenda na ujui mshahara ni pesa ngapi? Mimi naenda kazi. Niliambiwa naenda kazi. Okay. Sasa huyo maana nilitravel Lebanon. Sasa kutoka hapa kwenda Lebanon. Nilikuwa najua kile naenda Lebanon. Nachukuliwa kutoka wapi? Kutoka hapo kwa airport. Sasa kufika huko nikapata sio kuchukuliwa kutoka airport na mtu mwenye anakuchukua kwake. Unaweka pamoja, unaenda wako kwa ofisi. Alafu ndio kukuja kuingia wako mmoja. Haya, hebu niambie huyo sasa agent amekutoa Nairobi. Yeye ndiye alikupeleka Iraq ama alikuuzia mwingine Iraq? Mimi nilipeleka hapo. Akaniacha huko. Aliniacha huko, aliuzia mtu wa Iraq. Ukauzwa wa huko akakuuzia mtu. Hapa anauzia mtu wa Iraq. Ukauzwa sasa kwa agent wa Iraq. Sasa yule agent wa Iraq ndio nilifika sababu na yeye hakuwa na customer wa kununua. Akauzia huyo mwingine. Tena huyo tena akakuuzia mwingine. Sasa kufika huko ndio nikapata mwenye mahali na ninafanya nini ninaenda. Sasa kufika huko si mwenye amekuuza ukikosa huko bali au utaki kufanya kazi ukirudishwa unarudishwa kwa mwenye huyo amekuuza huko. Ala? Ni hivyo. Sasa ukirudishwa hivyo ukikuja kwa ofisi tena anaendelea kutafuta mahali penye atakuuza. Kwa hivyo anaanza tena nakuta kwingine. Ukikosekana mtu kabisa tena nakuuza kwa ofisi nyingine tena. Unauzwa kwa ofisi nyingine? Wako na ofisi nyingi za unatolewa huko unatumiwa huko. Kwa maana mtu wa na sasa itajulikana huko mikononi mwa ofisi gani sasa? Sasa hapo mahali penye unajulikana ni mwenye alikutoa hapa, akuchukua mwenye wa huko yake mwenye alikupokea mara ya kwanza. Ndio basi sasa nadaiwa kujua mshano wenu baada kwa aje. Ndio ataulizwa. Sio mwenye ameuzia. Mjini mwenye ameuzia. Sababu mwenye anajulikana ni yule mwenye alikutoa hapa amekusia wenzake. Yule wa kwanza. Sasa nani sasa alikupeleka kazi? Nilikuwa kutoka hapa kazi ndio. Sasa ukiwa Iraq, sasa ndio uende kwa ile nyumba sasa ulienda.
Sasa nikachukuliwa kwa agent wa Iraq sasa. Si wa agent wa Kenya amenusia wa agent wa Iraq. Na yeye akauzia mwingine. Agent wa Iraq tena akaniuzia mwingine. Na huyo mwingine? Na huyo mwingine sasa ndiye akasema nimepata mtu wa kumuuzia sasa, wacha yeye afanye nini? Aende kufanya kazi. Sasa akasema sasa vile nazindika kama muuza kwa mtu mwingine unaenda kufanya kazi. Unaenda. Lakini ukirudi kama hakuna mtu tena atakuuzia, tena nakuchukua ofisi nyingine kukuuza. Ni kwa hivyo. Sasa kwa hiyo nyumba nayo ukakaa miezi ngapi? Mimi nilikaa kwa hiyo nyumba miezi 7. Oh, miezi 7. Kwa hivyo ulipogonjeka uligojekea kwa hiyo nyumba. Kulikuwa aje? Hebu tuelezee. Kwa hiyo nyumba kulikuwa na mashida ama mateso ama kulikuwa kuzuri? Kulikuwa kuzuri, sio mateso. Basi mimi nilikataa. Uligonjeka ukiwa huko? Niligonjeka nikiwa huko mwezi wa kwanza. Wakati nimaliza miezi. Sasa kaona afadhali hospitali ukipona uendelee na kazi. Hao ndio walikurudisha kwa ofisi sasa? Sasa vile nilisindisiwa na nikawaambia sasa nataka kurudi nyumbani. Sasa wakaona hakuna hata sababu walikununua wanakurudisha baada penye walikutoa. Wakanirudisha sasa hiyo ofisi yenyewe walitoa. Sasa kwa ofisi umekaa kwa mwezi mmoja karibu na wiki 3. Mwezi mmoja karibu. Kwa hivyo ulikuwa umeelekea miezi 2. Kwanza hii wiki ningemaliza on first Sunday ningemaliza miezi 2. Miezi 2. Tuseme kwa ofisi umekaa karibu miezi 2. Ulikuwa unafanya kazi ama? Hakuna kufanya kazi huko sasa. Huko unakaa tena ukiwa mwingine. Atuchukue? Uchukuliwe tena kuuzwa. Ukiwa mgonjwa? Unauzwa. Sio hata nikiwa mgonjwa. Alinitoa kuna siku yenye huyo madam alitoa saa 8 ya usiku. Kunichukua kwa ofisi nyingine, nienda kuuzwa kufanya kazi. Ukiwa mgonjwa? Nienda kufanya kazi. Sasa mahali penye aliniuza, kumbe ni kazi yake. Sasa akamwambia huyu mwenye umeleta hapa, huyu hata hana bali hapa, afadhali arudi kwao. Akaniuliza tena kesho yake kuja hapa sasa. Hiyo ofisi yenye tena walitoa. Nikarudi huko. Sasa kwa ofisi ulikuwa unakula? Maziwa peke yake. Hakuna chakula? Akili, maziwa peke yake, maji. Lakini sio kunyimwa? Chakula iko? Chakula iko. Kwa hivyo kwa ofisi mimi nilikuwa nakunywa maji. Enyewe si kunyimwa chakula. Chakula? Usidangaje. Chakula ni. Kwa hivyo kwa chakula hawajakutesa? Na kwa ofisi hujapata mateso? Kwa ofisi yenyewe nilikuwa nimeshughulika. Ninafichwa usiku. Ulikuwa unafichwa? Nilikuwa nafichwa. Usiku. Anakutoa huko sababu unasema unataka kwenda. Sasa akasema sikuendi nyumbani. Unaona ile nyumba yenye nilikuwa nafanya kazi. Walikuwa wasafi hata ya kucha Kenya. Hiyo madam akasema uende. Hata na kwa nini anakataa uende na umelipia mpaka tiketi? Alikuwa ananiambia hata ukikufa nitakusika hapa na ninasema. Huyo agent? Unanipenda. Kusika hapa. Na ni kwa nini? Hata sisi. Bwana anakuzuilia kwenda nyumbani? Hata hiyo ndio siku anajua. Ulijuaje mambo yangu? Nilitoa kwa nini? Ndio ulisaidia wewe. Nikaona namba yako. Hapo ndio ulitoa namba? Nilitoa namba huko. Sasa nikakaa nayo. Nikasema ile nimekaa hapa wiki 3. Wacha tu niache huyu madam kaa taki kwa nyumbani nichukua hatua sasa. Na wakati kama mwezi mmoja. Yule madam anaendelea kukataa uendi. Nikasema okay, sasa kama unasema siendi nitakufanyia kitu na nini. Wakati niliweka story yako ulitolewa kwa ofisi ama ilienda namna gani? Ile ilionekana hivi kwa simu. Nilikuwa already msafi. Ukafichwa? Nilikuwa nimesafichwa. Ilionekana hivi. Hiyo kuonekana hivyo ulichukuliwa ukafichwa? Nikarudishwa pesa yake. Ukafichwa? Sasa madam akaona hapana. Hata ingawa nimekuficha na ni story zao alinificha pesa yake pale. Ukarudishwa tena? Kwa ofisi. Na nilipiga na video call nikaona umekaa hapo, lakini naambiwa umefurahi wewe ndio unakataa kukula chakula. Hauna shida, matunda, kila kitu. Huko wanaongea vizuri sana. Wanaongea vizuri. Lakini wanataka kujitetea wenyewe. Iko hivyo? Iko hivyo. Lakini nilikuwa nakuangalia naona bado hujaridhika. Walikuwa wamenuja. Sasa nakwambia uende nyumbani. Uko mgonjwa. Na tiketi ilikuwa ishalipwa kitambo na amekataa uende. Sasa ungefanya nini?
Nilifika na wao. Wakati nilipiga simu, niliambiwa niongee na wewe ukule. Ulikuwa umekataa kukula chakula ama ni nini? Chakula hakikuwa kinaingia. Maziwa peke yake na maji. Lakini chakula uliwekwa mzuri. Chakula kilikuwa kulala na kulala. Kulala nilikuwa nalala. Na si umeona sasa umebadilika baka sura imekuwa mzuri. Umeangaliwa vizuri. Wamekurinda vizuri. Nikikuchukua video, ile video niliweka huko hivi. Nilikuwa ofisi. Nilikuwa ofisi. Ulikuwa kwa hivyo huko umekaa vizuri. Nilikuwa kwa ofisi. Sababu huko sikuwa nakula. Kwa hivyo wakati tuliweka hiyo story ndio ulibadilisha ukapelekwa sasa huko. Ukatolewa huko. Ukatolewa sasa kwa ofisi. Sasa unasikiaje? Nimefurahi nimefika nyumbani. Sasa nitapona. Unajua ulikuwa unatulilia nisaidieni jamani nisaidie. Huko? Hapana. Kwanza anakuta na kuangalia anasema nyumbani uende. Alikuwa anakuambia hivyo? Nyumbani uende. Nyumbani uende. Toka hapo weka. Nyumbani uende. Lakini hakuna mshahara. Hata pesa sasa nililipa mwezi wa 5. Hakunipea. Alichukua. Ziko wapi? Alichukua. Sasa hiyo kukuja na kitu? Nilikuja vile niko. Nilimwambia kwa niende nyumbani. Nilikuwa nikuchukue airport na nikakuja airport nikakutafuta huko. Huko maskari. Niendaje tena tukapoteana? Huko nilitoka. Na huku nipigia simu. Simu ilikuwa imeshaisha moto. Sasa nimekutafuta huko mpaka tukaona sasa upatikani. Hapana, si tulikuwa tushatoka na maskari walikuwa wanatuambia toka hapa mnafanya nini? Kwani huku goja hapo pa waiting room? Tulikaa huko. Wakasema toka hapa. Si palikuwa na watu wengi hapo? Watu walikuwa wanaingia. Wanasema toka hapo, watu wanaingia, toka enda. Mnafanya nini hapa? Tukatoka tukakuja. Niambia baka kwa TV Iraq. Ulikuwa umetangazwa. Nilikuwa nimewekwa huko. Huko Iraq. Social media ya Iraq nilikuwa nimeshaweka. Dr. Napiri alikuwa anasema huyo mchana lazima aende kwao. Barua yake ilikuwa ishasema aende nyumbani. Tena unafichwa? Ndio nilikuwa nafichwa sana. Hata kuna Waethiopia wawili. Mmoja alikuwa anaenda Sudan, mmoja Ethiopia. Hao wasichana tumekaa na wao. Wanaambiwa wanaenda. Waambiwa kwenda wiki inaisha. Mpaka anatoa pesa hii ni certificate basi wacha mmoja aende. Alafu kama mmoja umemkatalia yeye akae afanye kazi wacha akae. Akamwambia Mungu wakati nafanya kazi yangu mimi nafanya. Lakini tiketi siwezi kukata. Na tulitoka na wao sasa. Iraki kukoaje? Iraki si kuzuri. Kupa kuna ngenda wasichana wetu wameumia. Kuna wengi umeacha wanaumia huko. Wengi wameumia huko. Wasichana wameumia. Ebu guza ni mateso gani wanapitia? Ni mateso gani wanapitia huko? Mtu anakuambia sasa wakati ulikuja hapa nilikununua. Chenye unakuja hapa ni kufanya kazi. Staff ipumzike, nataka kufanya kazi. Nakaa huko kuna wasichana wenye waliingia huko mwezi. Karibu kumaliza mwaka. Unanyimwa mpaka chakula. Mpaka maji. Hata fruits wanaficha. Mtu anataka ununue. Pesa zako sasa unapata mshahara. Sasa hapo wasichana wameumia ukweli. Kwa hivyo wengi wanaumia huko. Wengi wameumia. Na vile sasa hakuna anga embassy huko. Afadhali kufunga. Afadhali kufunga. Sasa sababu wenye wako na embassy peke yake ni Philippines. Hao peke yao. Ndio wako na embassy. Afrika hawana huko. Sasa Danjik iko na intercessors wengi wamekuwa wakikuombea. Hata saa hii nikikuja kukutana na wewe nimeongea na mtu wa mwisho ameniuliza mambo ya Mora namna gani, nikamwambia Mora already amefika Kenya. Yuko Kenya. Hebu sasa ambia watazamaji wa Danjik utawaambia namna gani wale wamekuwa wakikuombea wishes. Hebu waongeleshe hapo. Mimi nitawaambia asante kwa kuniombea, nimeshafika kwetu na nimefurahi. Asante sana, Mungu awabariki. Watu wa Danjik TV nawaambia mema. Asante kwa kunisaidia nishafika kwetu. Asante. Mmenisaidia sana. Nimeparticipate pakubwa. Nishafika nyumbani. Bora. Bwana akubariki sana. Sasa tutapanga siku yenye nitakuja huko Kisii. Sawa, karibu. Tumeongea mpaka na sister yako, tumeongea na brother yako.
waliniambia ni make sure huyo dada amechukua gari ya kuenda Kisii. Na pia sister yako amekuwa akifuatilia, ndio amekuwa akifuatilia sana kujua vile kunaendelea. Tumekuwa tukicommunicate na yeye. Na kuna wakati nilimwambia kupigie. Mliongea? Sasa ukienda si utawasalimia? Unajua tujaionana, tunaongeanga tu kwa simu. Lakini siku itafika nitakuja huko Kisii. Ni Kisii wapi? Ni Kisii wapi? Kwenda sehemu za Suneka. 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 Kuna rafiki yako nimewakuta na yeye umeniambia mlikutana kwa ndege. Pia ni wakwenyu Kisii. Ndio ni wakwetu. Pia ningetaka atusalimie. Nalita ametesha. Nimefungua kwa nyumba. Wacha tusalimie. Hebu salimiana hapa na uambie mtazamaji majina yako. Elizabeth Otuke. Nikwihũgĩra mũthenya mũnene ũrĩa ndũrĩrĩ ciothe igacirithio tũrũrũngaine gĩtĩ-inĩ kĩa ũnene o mũndũ etereire ituĩro rĩa mũico egũtorania ta ũrĩa watorire werũ ũyũ wĩiyũire njũi ndĩani tondũ ndingĩenda niĩ ngagũconora na wathĩrithio nĩguo ngatorania. Gathwo irute arĩa manakua gĩtĩ-inĩ kĩa ũnene ona iria inene rĩathwo rĩrute akua rĩothe manathererio nĩrĩo egũtorania ta ũrĩa watorire werũ ũyũ